Wenzako akikupa dhamana tuendeshe jambo letu, si lazima kudai hesabu. Ukikataa kuhesabiwa, ukikataa kuwajibika, hapo utakuwa una tatizo. Sasa Mwenyezi Mungu ajalie hii hulka hii tabia hii iwaondoke wao ambao wamepewa dhamana na hawataki sasa kurejesha hesabu, ndio inaoleta tatizo. Lakini wengine tatizo la pili ni kukosa tu uadilifu, kwamba mimi mwisho wa siku na Mwenyezi Mungu, mimi ni Muislamu, Mwenyezi Mungu ndiye ambaye kaniwezesha dhamana hii, nimekuwa na yeye ndiye atakayenipima kuliko hawa wenzangu. Sasa tumeomba kwamba Mwenyezi Mungu atupitishe kwa amani. Sasa atupitishe Mwenyezi Mungu, ajalie sote tuliomba dua za kheri, basi ajalie Mwenyezi Mungu hizi akhlaki zetu ambazo zimepinda kwenye mambo haya, basi Mwenyezi Mungu azinyoshe. Na mimi naomba kwamba inshallah tuendelee na dua hizi kwa sababu wengine akishakutoka tu Ramadhani anajisahau. Lakini pia tuombe kwamba wenzetu waliokuwa wamepewa dhamana wakumbuke kwamba Mwenyezi Mungu yupo. Mwenyezi Mungu wamkumbuke kwamba yupo. Mengine haya yamekuja tu mtu kwamba kasahau, anaona yeye akishakuwa na dhamana hakuna wa kumuondoa tena. Maana huyu mwananchi sikaja wewe vyovyote alivyofanya, lakini kapata. Maana wengine wanasema ujanja kupata. Sasa kapata, lakini anasahau kama Mwenyezi Mungu yupo, na kumsahau Mwenyezi Mungu ndio kunakoleta tatizo. Lakini Mwenyezi Mungu mwenyewe katukumbusha kwamba walikuweko waliokuwa na mamlaka makubwa, tumekumbushwa hapa. Lakini Mwenyezi Mungu walipokataa, waliposhindwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu, kumjua Mwenyezi Mungu, walipokataa, waliposhindwa kuongoza kwa haki, kukaa na dhulma, kukaa na ufisadi, Mwenyezi Mungu aliwaondoa. Tena aliwaondoa kwa njia ambazo wengine hata siza. Tuna mfano mdogo mzuri, nimalizie kwa kusema kwamba katika watu ambao walifika pahala wakajua kwamba hawaondoki tena, wakajua kwamba hakuna anayewaweza, ni pamoja na Mayahudi wa Madina, Bani Nadhir. Si ndivyo? Kwamba walijua kwa sababu walikuwa na uwezo. Mwenyezi Mungu aliwapa taaluma ya kutengeneza silaha, aliwapa utajiri kutokana na biashara hizi. Mji wao wakauzungusha ngome, hujui uanzie wapi, huwezi kupita. Lakini wakafikiri kwamba hata na Mwenyezi Mungu labda naye hawezi kupita. Lakini Mwenyezi Mungu ilifika pahala hata Waislamu watukufu akiwemo na mtume wetu wakawa wote wanadhani hawa hawawezi, wataondoka vipi? Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema walladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitab min diyarihim li awwal alfashr ma dhanantu an yakhruju wa dhannu annahu mani'atuhum usunuhum min Allah. Kwamba haya hatuambiwi mimi na wewe, haya yameshuka wakati kwamba hawa walifikiria, nyinyi wenyewe kwanza mlifikiri hawa hawaondoki. Wataondoka vipi? Maana silaha wanazo, nguvu wanazo, tajiri wanazo, wataondoka vipi? Na wao wenyewe wakafikiri wadhanu annahu mani'atuhum usunuhum min Allah. Lakini Mwenyezi Mungu alipotaka kuondoa alifanyaje? Faatahu Allah min haythu lam yahtasib qadhafa fi qulubihim ru'ab. Alichofanya aliwapitishia njia ambayo
hata hawakuifikiria, hawakuitarajia. Kwa kuwafanya nini? Kwa kuwatia hofu. Hofu tu likawa ni jeshi la Mwenyezi Mungu. Yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidihim. Na Mwenyezi Mungu ndio maana akatwambia fa'tabiru ya ulil absar. Haya kayafanya, lakini iwe ni fikiri. Hawakuambiwa wakati ule tu, tunaambiwa na mpaka wa sasa, kwamba Mwenyezi Mungu alipotaka kuondoa hawa walikuwa na nguvu kweli kweli, lakini alipotaka kuondoa aliofanya nini? Wakadhafa fi qulubihim ru'b yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'min. Wakayavunja hayo majumba yao wenyewe, Waislamu wakaenda kuyamalizia. Lakini Mwenyezi Mungu anatuambia vipi? Fa'tabiru ya uli, tukae haya tuyazingatie. Nadhani mmenifahamu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Asante sana.